Hebu hii topic ya kwanza tuelezee hata kwa ufupi kidogo. Kuna yule ambaye hajasoma kabisa anatamani kujua, na kuna yule ambaye amesoma pia anatamani kujua uwezo wako jinsi unavyochambua. Tuchambulie topic ya kwanza kidogo. Topic ya kwanza ambayo ndio embryology, kuna profesa anayeitwa Keith Moore. Keith Moore alishangazwa na mambo manne tu ambayo ndio niliyosema ipo ndani ya embryology. Jambo la kwanza lililomshangaza ni the sperm cells, ni mbegu ya mwanaume. Jambo la pili lililomshangaza, embryo and placenta, kile kipande cha nyama, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa. Ametuumba sisi mwanzo kutoka kwa mchanga, kisha kutoka kwa mbegu, mkaa kipande cha damu, mkaa kipande cha nyama, ambacho kile kipande cha nyama kipo ndani ya fuko la uzazi la mama yetu, na sisi tupo mule tunaumbwa. Kile kipande kinajigawa mara mbili. Sehemu moja ambayo ndio unakaa wewe, placenta, na sehemu nyingine ambayo ndio wewe, embryo. Na placenta haikui wala haibadiliki, lakini embryo inakuwa kadri itakavyokuwa inazidi kukua, ndio mwanadamu, ndio mwanzo wa mwanadamu. Hongera sana. Asante. Lakini jambo la tatu pia, mtoto anapitia vizo vitatu. Cha kwanza chorion membrane, cha pili amnion membrane, na ya tatu allantois membrane. Na jambo la mwisho kabisa ambalo lililomshangaza Profesa Keith Moore mpaka kuja kusilimu, kuingia katika Uislamu, ni habari ya kwamba mwanamke ana chromosomes mbili zinafanana, X na X. Mwanaume ana chromosomes mbili hazifanani, X na Y. Mwanaume akitoa X na mwanamke akitoa X zinachanganyika, anapatikana mtoto ambaye chromosomes zake. Kwa hiyo mtoto wa aina gani huyu? Wa kike, kwa sababu chromosomes zimefanana, X na X. Mwanaume akitoa Y na mwanamke akichangia X, anapatikana mtoto wa kiume. Profesa Keith Moore na wenzake wamekuja kugundua kuwa mbegu ya mwanaume ndio inasababisha jinsia ya mtoto kubadilika. Imekuwaje unasoma na muda huo unafanya shughuli za kuombea watu dua na una kituo kabisa? Ni vipi unatenga pia muda wako? Kwa sababu natenga muda tofauti. Kama kuna muda wa kucheza, natenga leo muda wangu wa kucheza tu ili nisichanganye. Na kuna siku maalum natenga muda wangu wa michezo. Kuna siku maalum kama siku za Jumamosi na Jumapili huwa na wasomea sasa watu dua, ndio mpangilio wangu ulivyo. Na siku ya kujisomea ndo za kawaida, na hizo umo ndo za kuchezea. Uwezo wa kuombea watu dua umeutoa wapi? Ama umefundishwa ama imekuwaje? Hapana, hajanifundisha yoyote, na alionipa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndio kila kitu. Ilikuwaje ukajikuta unaanza kuombea watu dua hadi kufikia sasa kiasi kwamba umefungua na kituo? Mwenyezi Mungu ananipa kupitia ndoto. Lakini siku moja kuna ndoto ilinishangaza. Nimesikia naambiwa wasema ya Qahhar, ya Jabbar, ya Razzaq. Nilipoamka nikamuuliza baba, hii ndoto inamaanisha nini? Baba akasema sema alhamdulillahi rabbil alamin. Nikasema alhamdulillahi rabbil alamin. Nikaambia baba, niambie inamaanisha nini? Baba akasema hayo ni majina ya Mwenyezi Mungu, endelea kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu, na pia kumuomba Mwenyezi Mungu akusaidie, na pia ukue Mwenyezi Mungu akupe uwezo wa kuwatolea watu dawa, wa kuwafanyia watu dawa, dua pia, na pia vile vile wa kuatibia watu. Ndio hapo nilipoanza
kuwafanyia watu dua na kutoa mawaidha ya aina mbalimbali. Okay, sawa. Na unaposema majina ya Mwenyezi Mungu, kuna haya ambayo umeyataja, kwani kwa ujumla yako mangapi? Kwa ujumla majina ya Mwenyezi Mungu Qur'ani inavyosema yapo 99. Na wewe unayajua mangapi? Nayajua yote. Tutajia hata 10 tu. Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Quddus, Al-Razzaq, Al-Latif, Al-Qadir, Al-Muhaymin, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Fattah. Sawa.